Hiyo ndio pesa unaona mtu mwingine amebeba kwa gunia, anakuja nazo, anatembea zuru naye kila mara kwa mara, anasema mimi nataka kufanya harambee kwa kundi ya kina mama. Anakuja na vikundi ya pesa, vikundi ya vijana kuja na pesa. Shule pale amenunua basi, anakuja na anaweka huko. Kanisa amekuja na gunia, ameingia na pesa ndani ya kanisa. Ati mimi ni mtu mcha Mungu sana, mimi najua ati Luka sura hii na hii imesema hii na hii na hii. Wachendeni na yule watu wa vitendawili. Lakini hiyo pesa ambayo amekuja na amebeba ni pesa ambaye ameiba. Pesa ya serikali ambayo inatakana hiyo kwenye hazina ya serikali, mtu binafsi amebeba. Anakuja kuambia nyinyi kwamba mimi nataka kusaidia mtu mdogo, kwanza kule chini, nikikuja juu mama mboga, ati vijana na kadhalika. Jamaa wale hawana sera ambayo inaweza kuinua vijana wetu kutoka katika hali ya ufukara. Sisi tunataka kuanzisha huku chini, ndio sababu tumeweka ndani ya hiyo BBI. Tutaweka hazina pale ambayo itawekwa pesa, na vijana watapewa mafunzo ya kuanzisha viwanda vyao, na watapewa wakopeshwa pesa ambayo hawalipi riba mpaka baada ya miaka 7 kama hizo biashara yao zimenawiri na tunafanya kazi. Tunataka kurudisha Kenya pale ambayo inasema Kenya inakuwa manufacturing hub. Tunataka kurudisha ile level inaitwa made in Kenya. Made in Kenya. Wakati tulipokuwa tumeanza tuko hapa, tuko watoto hapa, kulikuwa level inaitwa made in England. Ilikuwa watu wanataka sana. Lakini made in Japan hakuna mtu alikuwa anataka. Wakati hiyo Japani ilikuwa inajulikana kama nchi ambayo ilikuwa iko chini teknolojia. Hata nguo ya kutoka Japani ilipo kama wewe ulivaa uniform kwa shule, mtoto wenzako walikuwa wanakucheka. Huyo jamaa huyu amevaa Japan tu. Lakini wa Japani hawakukufa moyo. Walizidi tu kujaribu mpaka baadaye sasa quality kutoka Japan inasema made in Japan, watu tunasema hii ni kitu nzuri. Vile ilifanyika kwa Japan, tunataka ifanyike kwa Kenya. Tunaweza. Made in Kenya can be a reality, and we can start to create our own entrepreneurs here. Mtu mbaya alikuwa anaitwa bwana Toyota. Alianza kama yeye alikuwa anatengeneza basikili tu. Alikuwa yeye ni bicycle repairer. Alipotoka pale akaingia kwa pikipiki. Ana repair pikipiki, anachukua part nyingine hii anaunda namna hii. Alafu akaanza na engine moja nyingine ambayo ilikuwa na cylinder 2 tu. Baadaye akaweka cylinder 4 na ikaanza kutembea. Lakini inawezekana ikiwa kama tunaonyesha hao wheelbarrow. Kama unaonyesha wheelbarrow, hiyo ni njia ya kuonyesha hao ufukara. Abaki huko chini. Wheelbarrow ni chombo ambacho unataka wakati kuna ujenzi, unakoroga naye kokoto na alafu unapeleka pale. Sasa wale ambao wako hapa, una haja gani na hiyo wheelbarrow? Na watoto hao. So sisi tunawapatia mashine, pesa ya kununua mashini, tunawafundisha ili waweze kuanzisha viwanda vyao wao wenyewe. That is the route to dealing with poverty in our country and raising Kenya from a third world economy to a middle income economy by the year 2030. Inawezekana. Na sasa tuko 2021. Imebaki miaka 8 peke yake tutafika 2030. Mimi nataka kabla mimi sijaondoka katika dunia hii nione kama Kenya imetoka hapo chini.
lakini Kenya haitatolewa kule chini na wezi ambayo inatakikana wawe kamiti, ndio wanazunguka hapa na pesa ambayo wameiba na kujaribu. Hakuna mahali hii itaenda, hii haviendi. Sasa unaona ile nini, nyani ambaye sasa amevivisha ile nguo ya kondoo na hata sauti ile amewacha, ili kusema nyang'ao, nasema nyang'ao, sasa nasema unafikiri hiyo ni kondoo? Ukifungwa zizi yako itaingia na kondoo yako yote itaenda, sio? Ile BBI ambayo tulileta ilikuwa ni kujaribu kusawazisha maendeleo katika taifa letu, kumaliza ubaguzi ya kikabila katika taifa letu, na vile vile kumaliza ufukara na kuona ya kwamba kila Mkenya wako na haki. Kwa mfano, kuna eneo zingine ambaye walikuwa wamebaguliwa kwa upande wa ubunge. Hiyo BBI inataka kuleta usawa. Hii Kilifi County ilikuwa inapata kwa BBI constituencies 4 mpya. Nzuri au mbaya? Nzuri au mbaya? Tena hata Mombasa inapata 4 vile vile. Alafu Kwale inapata 3. Kwa hivyo kwa jumla, Pwani kwa jumla zilikuwa napata constituencies 9 mpya. 10 mpya. Hiyo imependekezwa katika hiyo BBI. Vile vile BBI imependekeza kwamba pesa ambayo inatoka juu na kuja hapa chini tunazidisha kutoka 15% hadi 35%. 35% devolved funds ambayo inakuja hapa chini, ili Gideon awe ni Gideon Mung'aro au Gideon Saburi akiwa pale juu atakuwa na pesa ya kutosha ya kuleta maendeleo kwa wananchi hapa. Tena hiyo pesa inakuja mashinani, 5%, 5% inakwenda kwa kila ward. Iko ward development fund ambayo inakuja hapa chini. Mzuri au mbaya? Mzuri au mbaya? Ndio sababu tunasema tunataka BBI iendelee. Hata kama wanazuia sasa, sisi tutapata njia ya kupitisha.